Mzigo unaanza kwa kumwonyesha mwamba mmoja akitolewa belenge la kufa mtu. Wajubu anamtoa mbio akiwa ameshikilia mapanga na silaha hatari kuhakikisha achomoki. Kidogo anarushwa panga, ila linamkosa. Nakwambia mwamba alikimbia mbio za hatari mpaka miguu ikawa inagonga usogoni ili tu kuiokoa nafsi yake dhidi ya wajuba wenye hasira kali. Hatari. Na mwamba kwa mbio tu alibarikiwa, sidhani kama watamshika. Mwamba anafanikiwa kuacha umbali fulani na kwa mbele Mungu saidia anakutana na bwawa la maji. Na kwa kuwa ni mzuri kwenye kuogelea anapata wazo na moja kwa moja anazama chini ya maji ili kujificha, maana ndio njia pekee iliyobaki kuokoa maisha yake. Kidogo wajubu wanatia timu eneo lile na kuanza kuangaza huku na huku, lakini hawakufanikiwa kuona mtu. Mwisho anaamua kuondoka. Baada ya wao kuondoka tu, mwamba naye anaibuka juu na kutoka kwenye maji akiwa amechoka na mwenye wasiwasi wa hali ya juu. Kimemsibu nini na huu mwamba ni nani? Huyu mwamba anaitwa Juma. Ana ndoto kubwa ya kuja kuwa kati ya wasanii bora hapa Tanzania ili kuliwakilisha taifa na kijiji chake pia. Licha ya umaskini na mazingira aliyopo, ila aliamini kipaji chake ndiyo funguo ya mafanikio katika maisha yake. Kila itwapo leo alizidi kujiweka fiti bila kuchoka. Mchizi ana mchumba wake ni bidada mmoja hivi aitwaye Aisha. Ni pisikali moja hivi ya kufa mtu yenye asili ya Kiarabu. Mchizi anampenda sana Aisha kichwa kuuma. Yaani kama ni kupenda, mchizi kapenda tena kapenda tena. Amekuwa akizidi kumsihi bidada Aisha amvumilie kwa muda. Licha ya kuwa maskini, ana imani ipo siku maisha yake yatakuwa mazuri tu. Maana kuna albamu ya mziki anaendelea kuikamilisha na baada ya kuipeleka mjini, maisha yao yatakwenda kuwa mazuri inshallah. Ila bidada Aisha alionekana kuchosha sana na ahadi zisizofika kikomo. Nitafanikiwa. Tutakuwa na maisha mazuri. Na hakuna hata siku moja aliwahi kumhudumia kwa chochote kile. Wanawake wenzake wanahudumiwa vizuri na wapenzi wao, why yeye ashindwe? Mchizi alikuwa na neno moja tu kwake, awe na subira. Ila bidada anaondoka kwa hasira akionyesha kuchoshwa na maneno yake. Mchizi wetu Juma anaishi na kaka yake, maana wazazi wao wamekushafariki. Mungu azilaze roho zao pema peponi. Kaka yake anaitwa Dr. Salim, ni mwamba ambaye amepitia mambo mazito katika maisha yake. Hivyo maisha yake yote amebaki kuwa kama mshauri na mtu wa busara kwa vijana ili wasije kufanya makosa katika maisha yao. Ibada njema inaanzia nyumbani. Amekuwa akimshauri sana hata ndugu yake Juma achane na Aisha, sio mwanamke sahihi kwake, ila Juma hasikii wala haoni, ndio kashapenda sasa. Tukiachana na huko, kuna huyu mwamba anaitwa Mr. Kipara. Ni jitu moja lenye miraba minne. Ni mtoto wa kiongozi mkubwa sana hapo kijijini. Na yeye anampenda sana bibi Aisha. Yupo razi afanye lolote ikiwa hata kutumia nguvu ya uongozi kumpata. Na kwenye kijiji hiki kumekuwa na hali ya watu kupotea bila kujulikana wanaenda wapi. Na wananchi wanapoliulizia au kuliwasilisha kwa viongozi, jibu linakuwa ni moja tu, tutalifanyia kazi. Na ukionekana unaulizia sana, basi anakukuta mazito. Swali ni je, mwamba wetu Juma atafanikiwa kwenye ndoto yake ya muziki na kumpata bidada Aisha? Na Dr. Salim nini kimemkuta kwenye maisha yake? Na kwa nini kwenye kijiji hichi watu wanapotea kwenye mazingira ya kutatanisha? Mengi na mengi utakwenda kuyashuhudia kupitia tamthilia yetu safi inayokwenda kwa jina la Asilimia. Ni tamthilia iliyosheheni usaliti, uongozi wa kimabavu, kuna umri wa kuweza kuingia shamba. kukata tamaa. Moyo wangu unaniuma sana. Kila siku ni mimi tu kudharaulika. Usengenyaji. Mama alipotea. Alipotea wapi? Hajapotea, mama yake naye yuko kama yeye. Yaani nahisi yeye kalisi tu ya ujinga mama yake. Upendo wa dhati. Aisha, tafadhali naomba usikae mbali na mimi. Pesa yangu inang'ara pindi nikiwepo karibu nayo. Bila kusahau vile vimwanga vya Kombolela vipo vya kutosha. Kuna bidada mmoja ni siwa wa pili, anaitwa Chiku Kamdomo. Mwili mdogo ila balaa lake sio poa, usiombe ukutane naye. Oxygen Drama Films wakishirikiana na Bravo Company Limited ndio wanatuletea tamthilia yetu safi na ya kusisimua inayokwenda kwa jina la Asilimia. Tamthilia hii safi unaweza kuipata pale YouTube kwa kusearch jina lake Asilimia kama hivi na itakuja, au unaweza kusearch channel yenyewe Oxygen Drama Films na utaipata. Niombe tukatazame, tukacomment, tukashare kwa wengine pia waweze kuona, bila kusahau kusubscribe kwenye channel hiyo na Mungu atawabariki. Hakika utojutia kabisa kuitazama tamthilia hii iliyosheheni love story nzuri na vitu vingi vya kujifunza katika maisha. Ni mimi wako Mr. Movie, tukutane wakati mwingine. Bye bye.